much of the pain. Through the night I held on, through the tears I stayed strong. You were there. Oh na na, eh, hey, oh. Oh na na, come on now, move your body and say, oh na na, aha, oh. Oh na na, say you be my lover, say my lover, I say you never fail, oh. You never fail. Day by day, you're still the same, oh. You're still the same. And your glory knows no end, oh. Say you be my lover, my lover, I say you never fail, oh. You never fail. Day by day, you're still the same. You're still the same. And your glory knows no end, oh. Forever and evermore. Hey, now you know, Jesus, now you know. Now you know, Jesus, now you know. Oh, you take all the glory, now you know. Jesus, now you get some more. Now you know, Jesus, now you know. Oh, you take all the glory, now you know. Jesus, now you get some more. Now you know, Jesus, now you know. Oh, you take all the glory, now you know. Jesus, now you know. Now you know, Jesus, now you know. Nobody go share this glory with you. Now you know. Ay, 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 ay. Nobody go share this glory with you. Oh. Now you know. Ay, 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 ay. In heaven and on earth, oh, say, you remain same, 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 same. Aha. In heaven and on earth, oh, say, you remain the same, 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 same. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Take all the glory. Jesus, take all the honor. Oh yeah, take all the praises. Aye, and adoration. Say, oh yeah, take all the glory. Aye. Take all the honor. Say, take all the praises. So, and adoration. Take all the glory. Take all the glory. Take all the honor. Every day, cover my life in every way, every way, every way. You're on my side, forever on my side. Awe. Asante sana, asante sana, asante. Wote tumefuatana na Diana, hakikisha unafurahi kama alivyofurahi Diana. Hakikisha na unafurahi kama alivyofurahi Diana, tafadhali. Aha. Nguvu yako imetuinua, umetutoa chini mavumbini, Unatakiwa kuondoka kwenye huo mstari. Yes. Aha.
sana. Diana, unaweza kusogea mahali hapa. Sasa naomba nichukue nafasi hii kumkaribisha mwenyekiti wa kamati ya maandalizi kwa ajili ya neno la ukaribisho, lakini vile vile na maombi ya ufunguzi. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Wapenda, Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunamshukuru Mungu kufikia wakati huu tunapokwenda kufungua sherehe yetu ya send off ya ndugu yetu, rafiki yetu Diana mahali hapa. Basi kwa kumheshimu Mungu, watu wote niwakaribishe nikijua kabisa kwamba mambo yetu yote yatakwenda sawa sawa. Hata kama tumechelewa dakika chache, lakini mambo yetu yatakwenda sawa sawa. Bwana asifiwe sana. Basi naombe tusimame kwa kumheshimu Mungu, tuweze kumshukuru Mungu kwa ajili ya kufungua sherehe yetu katika kuifanikisha send off hii. Baba, tembea pamoja na sisi, anza pamoja na sisi, tutangulie katika kila jambo. Tunaweka kila tukio lililoko mbele yetu mikononi mwako. Ni kupitia jina lako Kristo Yesu, mfalme mwema, mbele zako tukiomba na kushukuru, na watu wote tuseme amen. Sherehe yetu tumefungua rasmi. Asante sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ya matron. Nichukue nafasi hii ya baraka kabisa. Diana, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unaendeleaje? Vizuri. Umependeza. Asante. Karibu, tunatamani kufahamiana jamii yote iliyoketi hapa, ili angalau tujue nani ni nani na yupi ni yupi. Karibu sana. Bwana Yesu asifiwe. Na kwanza kabisa nipende kumshukuru Mungu sana kwa namna ambavyo ametupa neema ya kukutana mahali hapa. Asante kila mmoja kwa kuja. Naomba nifanye utambulisho. Kwanza kabisa naomba niwatambulishe wazazi wangu, baba na mama. Lakini pia nichukue nafasi hii kuwatambulisha wachungaji, nikianza na alipo natambua uwepo wake, lakini pia nipende kuwatambulisha wachungaji wangu wote wa Rema Outreach Church. Msimamo. Amina. Mungu awabariki sana. Nichukue nafasi hii ya kuwatambulisha wachungaji wangu walezi. Amina. Mungu awabariki. Lakini pia nipende kutambua uwepo wa Mr. na Mrs. Malima pote pale mlipo. Amina. Mungu awabariki sana. Nichukue nafasi hii pia kuwatambua. Wasimame. Amina. Mbarikiwe. Nichukue nafasi hii kuwatambulisha wajomba zangu. Naomba msimame. Amina. Mbarikiwe. Nichukue nafasi hii pia kuwatambulisha bibi na babu kama wameshibaka kina babu. Mbarikiwe sana. Nipende kuwatambulisha wafanyakazi wenzangu wa BTSS na BPS na KCH. Naona baadhi yako kwenye foleni. Amina. Barikiwe. Lakini pia nipende kutambua uwepo wa ndugu zetu kutoka Kisindi, majirani zetu na marafiki zetu. Kama mpo tunaomba msimamo. Amina. Barikiwe sana. Nipende kuwatambulisha washirika wote wa Rema Outreach Church. Kama mpo msimamo. Amina. Mbarikiwe. Nikuwatambulishe mume wangu mzuri, naomba atupungie mkono. Amina. Asante.
Asante sana. Bwana Yesu Kristo apewe sifa. Bwana wetu Yesu asifiwe. Amina. Studio nisaidie kumpeleka taratibu Diana apate kuketi wakati sifa tukisogea hapa. Wana sifa tusogee mahali hapa. Wakati huo wana sifa tukisogea hapa. Wana sifa tusogee hapa. Watu wote tunaweza tukasimama juu. Tunaweza tukasimama juu. Iwe, naomba unyooshe mkono wako juu kama uko mahali hapa. Roho yako iko hapa, nafsi yako iko hapa, mwili wako uko hapa. Baada ya kunyoosha mkono, hebu tumpe Bwana wetu Yesu Kristo makofi ya nguvu. Piga makofi kwa ajili ya Bwana. Haleluya, piga makofi. Haleluya sana. Haleluya. Amen. Karibu studio tupate mziki, tunakwenda kumsifu Bwana. Ametenda mema huyu Yesu. Ametenda kwa ajili ya Diana. Bwana amemsaidia na tunamuona mahali hapa. Ametenda mema huyu Yesu, ndio maana leo namtukuza. Unaweza ukainua sauti yako. Bwana Yesu asifiwe. Nisikia angalau vigeregere vizuri vikitoka kwa kina mama wanaojua kumtukuza Bwana Yesu asubuhi ya leo. Hebu piga vigeregere visikike kwa Bwana Yesu.
Asante sana studio. Kwa nafasi hii inaomba studio nisaidie kumtoa Diana taratibu, aweze kumleta hapa mume wake mtarajiwa kwa ajili ya utambulisho wake. Nisaidie kumtoa taratibu. Una nguvu Yesu, unatisha Bwana harusi mtarajiwa, kokote kule uliko, safari hii ya Diana inakuhusu wewe. Watu wa Kisindi watakuwa na nguvu ya kupiga makofi zaidi. Aha. Wapi makofi? Amechagua kuifanya ili kumsogeza hapa bwana harusi mtarajiwa. Kelele ya shangwe. Sasa tambo ziwe ndefu ndefu kurejea hapa. Tambo ziwe ndefu ndefu kidogo kwa ajili ya unaweza ukasimama juu kidogo umtukuze Bwana pamoja nao. Aha. Nisiseme asante. Aya. Twende. Aya. Wapi Diana? Mume wangu mtarajiwa anaitwa Mchungaji Joseph Emmanuel Mutasa. Asante sana jamani. Bwana harusi mtarajiwa mmemuona? Si unatamani na ungesikia sauti yake? Aya, basi naomba nimpe nafasi mtumishi wa Mungu kama tulivyotambulishwa, apate kwa nafasi hii na yeye kufanya utambulisho wa watu baadhi ambao wameambatana pamoja naye, na kwa heshima kubwa kabisa aliyopewa ujisikie kwamba upo Kisindi. Karibu sana. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Yes, kwa kweli siku ya leo ni siku ambayo nina furaha sana. Kwanza kabisa nianze kwa kumshukuru Bwana Yesu ambaye amekuwa mwema katika maisha yangu kwa miaka mingi sana mpaka kufikia sasa, na baada ya hapo nitambulishe kwenu mke wangu mtarajiwa, msichana mzuri sana, msichana mrembo.
afya, anang'aa, anapendeza sana. Yes. Kwa majina yake anaitwa Diana Edwin Rubandiza, ndio mke wangu mtarajiwa. Asante studio. Asante studio. Amina. Basi baada ya hapo niende moja kwa moja kwa watu ambao nimeambatana nao. Yuko baba yangu mzazi, naomba asimame wapungie. Yuko mama yangu, naomba asimame wapungie mkono. Sambamba na hiyo nina dada zangu. Dada zangu naombeni msimame mwapungie watu mkono. Dada zangu wote hao, asante sana. Sasa kwenye hao dada zangu, yes, kuna kaka zangu naona bado hawajafika wengine. Kaka zangu bado hawajafika, hapo njiani, baadaye nitawatambulisha wakifika. Lakini sambamba na hilo nina mashemeji. Mashemeji zangu naomba wasimame wapungie watu mkono. Asante sana. Na nina waheshimiwa pale, wazazi wa shemeji zangu, naomba wazazi msimame. Mzee Manwa na mke wake. Asante sana. Vile vile kuna mashangazi zangu, mashangazi wazuri kabisa, wanapendeza, naombeni msimame. Asanteni sana kwa kuja, wamesafiri kutoka mbali sana kuja kwenye tukio la siku ya leo. Basi sambamba na hapo nitambulishe wengine. Wengine kuna wa hapa kanisani, nina wachungaji wangu hapa kanisani. Wachungaji naombeni tusimame tupungie watu mikono. Yes, wachungaji na viongozi, asanteni sana. Mbali na hapo nina washirika wa hapa kanisani Rema Miembeni. Naombeni popote mlipo msimame mwapungie watu mikono. Amina. Asanteni sana. Sambamba na hilo nina wenzangu ambao ninafanya nao kazi pale Betania Technical Secondary School. Naombeni tusimame tuwapungie watu mikono toka shule ya sekondari pale. Asante. Hilo hapo kituoni tuna wafanyakazi wenzetu wengine kutokea Betania Primary pamoja na KCH. Naombeni tusimame tuwapungie watu mikono. Yes, asante sana. Wao wameshafika. Kwa hiyo naona kwa sasa naweza nikaishia hapo kwa ambao nitakuwa nimewaacha, baadaye nitawatambulisha, lakini naye mtumishi wa Mungu acha Josephat, naomba wapungie mkono. Mungu awabariki sana, asante. Amen. Asante sana kwa utambulisho huo wa studio. Naomba Diana mpeleke taratibu mtumishi wa Mungu mpaka kwenye nafasi yake pale aweze kukaa, alafu rudi hapa kwenye meza ya keki wakati mwandaji wa keki kitokea mambo vizuri hapa. Mwandaji wa keki sijampata. Asante sana studio. Naomba nisaidie kumsalimu jirani yako kidogo hapo, mwambie Mungu akubariki sana kufika katika tukio hili muhimu. Muda wetu umesonga, lakini nichukue nafasi ya pekee mshukuru kila mmoja ambaye amepata neema na fursa ya kufika katika ibada hii. Unajua Biblia inasema kila tufanyalo kwa neno ama kwa tendo tufanye kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Kwa sababu sasa ya ule uchache wa muda, na nitajitahidi kutumia kwa dakika chache, lakini nitazigawana na watu ambao hata sikuandaa. Naomba niombe kwanza. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninashukuru kwa sababu umetunganisha hivi leo kwa ajili ya kutuonyesha upendo wako na uaminifu wako, lakini kipekee unatamani kutukumbusha harusi au karamu ya harusi ya mwana kondoo.
Ninaomba kila mmoja aliyefika hapa apate kitu cha kujifunza katika jina lako Kristo Yesu. Amen. Hii imekaa sawa. Nimesikia bibi harusi mtarajiwa alivyomtaja Mutasa. Ile pronunciation ikanifurahisha sana. Mungu akubariki sana mdogo wangu Diana. Na Mungu akubariki sana mdogo wangu Mutasa. Na sasa mimi nina wakati mzuri sana kwa sababu mimi ni kaka yake na Diana, lakini vile vile ni kaka yake na Mutasa. Kwa hiyo mimi shemeji Mutasa. Mara nyingi kuna siku utaniita shemu, kuna siku utaniita kaka, kuna siku utaniita pasta. Lakini hii imekaa sawa kwa sababu mchungaji ameoa kwenye familia ya kichungaji. Sema haleluya. Unajua ukisoma Biblia katika kitabu cha Kutoka, Biblia inasema mtu mmoja wa nyumba ya Lawi alienda kaoa binti wa nyumba ya Lawi. Mwambie jirani yako hiyo imekaa sawa. Yaani mtu mmoja wa nyumba ya Lawi alienda kaoa kwenye nyumba ya Lawi. Alichokuwa kwepa ni kuchanganya mbegu. Mwambie jirani yako usichanganye mbegu. Na sasa kwa sababu hapa kuna watu walika mbalimbali, lakini kwa upendeleo kabisa Angel mdogo wangu, kwa sababu umetoka mbali, ameshtuka. Kwa sababu umetoka mbali, maana Arusha sio hapa. Sio Arusha, si Dar es Salaam hivi. Umwambie Diana wifi yako kila ambacho unatamani amfanyie kaka yako. Mtema hiki. Alafu kwa sababu hapa nimeona Mgurusi Taishe Makaki. Huyo naye nitampa dakika kama second kama 45 babangu. Sauti haitoki. Mama atasema kwa niaba yako. Yaani ni mule tu. Nitampa mama second 45. Yeye aseme na bibi harusi mtarajiwa na bwana harusi mtarajiwa. Amen. Lakini kura nyingine inaweza kumwangukia hata bibi ama shangazi. Kwa hiyo Angel, unazo second 30 wakati natafuta mtu mwingine. Mchungaji Joseph Emmanuel Mutasa. Karibuni wote. Asante. Okay. Mimi naomba tu kuongea neno moja kwa wiki yangu kipenzi. Karibu nyumbani. Mimi neno moja ambalo naweza kusema na likaishi na likakusaidia ni kwamba naomba mumheshimu Mchungaji Joseph Emmanuel Mutasa. Hicho tu ndo nachoweza kusema. Asante. Nashukuru sana. Umeshamaliza? Umeshamaliza. Sehemu ya mahubiri yangu. Bwana Yesu asifiwe. Na wakaribisheni sana kwenye hii send-off ya mjukuu wangu. Huyo Diana ni mjukuu wangu. Amen. Na jana usiku nilimpa neno. Naomba nirudie tena hapa. Mithali 11 mstari wa 16. Neno la Mungu linasema kifungu cha kwanza. Mwanamke wa adabu huheshimiwa daima. Amina. Nimekuambia kwamba uwe mwanamke wa adabu na utaheshimiwa. Waheshimu na kuwapenda ndugu za mume wako na mume wako pia. Lakini nikasema uwe kuhani. Kuhani anasababisha mambo mazuri na anazuia mabaya. Lingine nikasema uwe msaidizi. Umsaidie mume wako, na najua kwamba ni mchungaji, basi uwe msaidizi kweli. Na Mungu akubariki. Amen. Mungu akubariki sana. Amini. Ni Mungu wa amani, sio Mungu wa machafuko. Mimi ninachowaomba sana kwamba ndoa yenu, mtakapoingia kwenye ndoa yenu itawaliwe na amani na furaha ya Roho Mtakatifu. Amen. Yule baba aligundua kwamba mke wake akipata mshahara anachukua 30,000 anamtumia mama yake kwa siri ili mama yake yule mume wake asijue. Na yule mwanaume sasa alikuwa ni mtu hatari. Unajua kuna wanaume akikuangalia si kwamba anakuangalia, anaangalia moyo, anaangalia miguu, anaangalia nywele, ameshasoma mchezo kwa dakika chache. Yule bwana akajua siku moja katika pekua, sema pekua. Katika akapekua karatasi moja, akaona mwezi wa kwanza mama alitumia 30 hekima, sema hekima.
Mwisho wa mwezi wa 4 akachukua shilingi 20,000 baada ya kujua kwamba mshahara umetoka, akamkabidhi mke wake, akamwambia kata zile 30 unazotuma kwa siri ongeza 20 hizi. Pakosakana. Sasa umeelewa? Lakini sasa umeelewa? Sasa umeelewa? Akachukua 20 akasema zile 30 unazotuma kwa siri ongeza 20 sasa hivi utume 50, alafu mwambie mama kwamba tumetuma pamoja. Amina. Strength. Hekima ni bora kuliko nguvu. Yule mama akachukua zile hela akamwambia mume wake, naomba basi ni zamani kidogo unisindikize posta, twende tukatumia hizo pesa. Lakini hakurudia tena kufanya hivyo. Kwa hiyo roho ya ubinafsi ni mbaya. Siku nyingine nakutana na mwanamke. Sasa mimi kwa sababu ninamsindikiza mke wangu saluni, kwa hiyo ninafahamu na bei za wigi. Nafahamu seti ya nywele, najua. Sasa unakuta mama ana wigi anakimbia, alafu baba shati sio shati, blouse sio blouse. Yaani unaangalia mwenyewe anakuchanganya. Sasa unajiuliza huyu mama, huu ni ubinafsi. Mwambie jirani yako, tafadhali wacha ubinafsi. Ubinafsi ni mbaya. Na ndio maana kuna watu wamerudi hata kwenye buffet na sisi tunaenda mara moja, wengine wanaenda mara 2. Hiyo yote ni ubinafsi. Watu wanafika muda wa kustaafu, hawawezi wakaondoka. Wanasema mimi ni mzoefu kazini. Jana ndugu wangu, rafiki yangu, kimbia sana roho ya ubinafsi. Sasa roho ya ubinafsi ni mbaya. Ukiacha hiyo roho ya ubinafsi umepasua kwenye ndoa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mwambie jirani yako umepona kwenye kipengele namba 1. Namba 2, kama uonekana mtu sasa wakati mwingine, unajua babake mtasa sana, anapenda sana Kiingereza. Nafikiri hata hii nimeiweka kwa sababu yake. Wewe ukitaka kujua simple, ukitaka kujua mchungaji, usimsikie kwa msamiati ya namna hii, moyo wa kujali. Ukitaka kujua mtu mwenye moyo wa kujali ni pale daradara imejaa, alafu ameingia yule mama. Aliambia nikiwa bado mdogo, usikae kwenye gari, usikae mahali popote pale wakati kuna mtu anayekuzidi umri amesimama, ama unaona ni mgonjwa, ama mnalingana umri lakini unaona nguvu zake zinalegea kidogo, au mama mjamzito. Caring heart, moyo wa kujali. Sasa sijui unajua kufua au hujui kufua, lakini ninachoamini ni kwamba nguo za kwako sasa hivi, ile tenga ambalo ulikuwa unaweka nguo zako, utakuta na nguo za mke wako. Usiache kufua brother, wasikudanganye. Wale wote wanaojitutumua wanasema siwezi kumfulia mwanamke. Unaweza kukuta nyumba ya pili anafua blanket. Mwambie jirani yako hiyo imeingia. Ile blanket. Mbona huko wameelewa sana kuliko huko? Huko kuna nini? Haleluya! Haleluya! Yaani hata kama mimi ninajua you are a smart guy brother, nakukubali. Yaani kuna mambo fulani mengi sana na yakukubali. Na yale ambayo bado tutawekazia nati, Mungu atakusaidia. Amen. Hata ukinunua mashine hivi unaona furaha iliyoje. Mimi hakuna kitu kinachonifurahisha kama kuanika kwenye kamba nje nguo za mke wangu. Alafu muulize ubaya upi? Denga anasema kuna shida gani? Muulize jirani yako kuna shida gani kufua nguo za mkeo? Kwa hiyo kwa sababu mamangu alinifundisha kufua nikiwa na umri wa miaka 3. Miaka 3 mamangu alinifundisha kufua. Nikawa nafua nguo za babangu. Nikawa sasa alianza kunipa sasa. Kwa hiyo nyumbani kwangu Jumamosi asubuhi wakati wa kugawana kazi, mimi wanakimbia kwenye tenga la nguo. Sasa mimi ni mtaalamu wa kufua. Mimi ni mtaalamu wa kufua, lakini hakuna raha kama kufulia mke. Haya mambo ni magumu haya. Caring nini? Heart. Moyo wa kujali. Moyo wa kujali. Mwambie sasa. Ukiwa na kakapota bokako, wewe hata ukifika sehemu ambayo hakuna utelezi, mshike mkono.
Hata kama hakuna utelezi, wewe shika mkono namna hiyo, shike masafe. Katika nyakati mimi mke wangu si yupo, najua leo nitahojiwa nyumbani, lakini ngoja niponye watu hapa. Mwanzoni wakati nilimwona anashika mkono, anaona aibu anautoa. Anashika mkono, anaona aibu anautoa. Alafu tukikutana na watu, tunatoka biashara tunakuja mjini, nimeshika mkono. Unakutana na watu wanakuambia, "Iwe na shasha." Anakuangaliza ushike. Caring heart. Ukipata kabiskuti peleka. Peleka kaselele peleka. Hata bila sivyo kula peleka. Hata kula tu. Moyo wa kujali. Moyo wa kufanya nini? Moyo wa kujali. Lakini pointi ya mwisho ya tatu, upendo wa maneno. Upendo wa maneno na vitendo. Upendo wa maneno na vitendo. Mweleze ukweli mkeo. Mweleza kipao. Fikra zako. Ukipata mshahara, Pastor Mtasa. Ukipata mshahara, fikra zako ziwe kama za Kristo. Angefanya nini Kristo kama angepata mshahara? Ukikuta Diana haja sikio chumvi imempeleza, fikra zako, uwe na nia ya Kristo. Unapoenda kile chakula, wewe utakuwa nia ya Kristo. Wewe ukamwambia hufai. Anapokuambia sijisikii vizuri, uwe na nia ya Kristo. Na kila mmoja aliyeko hapa, wachungaji nisaidieni, uwe na nia ya Kristo katika kuchunga kanisa. Unapoishi na majirani zako, uwe na nia ya Kristo. Mruhusu Kristo atawale fikra zako na fahamu zako. Kwa hiyo mambo yote yanayokuja utayachuja ndani ya fikra za Kristo. Anayetaka msaada kwenye ndoa yake, weka mkono kifuani. Pastor Mtasa na Diana bado ni vijana wadogo, lakini tunatamani kuona ndoa hii ikifika katika vile viwango vya Kristo. Tunatamani kuona ndoa hii mishale ya moto kitoka ndani ya ndoa hii kwa ajili ya kushambulia ufalme wa giza unaotesa watu katika maisha ya ndoa. Bwana msaidie mama huyo, mpe hekima, mpe maarifa, walinde, wapiganie, watetee. Wawepo watu watakaotamani kuendelea na ndoa zao, kwa sababu ndoa hii inaishi. Wape maarifa, wape ushindi, wape ubunifu. Roho Mtakatifu gusa maisha yao. Nasi tunakuomba Bwana kaguse maisha ya kila mmoja aliyoko mahali hapa. Tunahitaji msaada wako. Hakuna fundi ndani ya ndoa, ila Roho Mtakatifu ndiye fundi anayeweza kutusaidia na kwenda kinyume na roho za magonjwa, nguvu za giza, ila zote na uharibifu wa shetani, jeshi la pepo wabaya, wale ambao walikuwa hawaelewani. Ninavunja ukuta ule kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Dalili zote za mateso chumbani, achia maisha ya watu hawa. Ninavuvia juu ya watu hawa sheria ya roho uzima iliyo katika Kristo Yesu, katika jina lako Kristo. Mungu abariki sana. Mungu abariki. Naomba uketi. Tuketi tu kwa amani. Tunajua taratibu Diana mpaka kwenye meza ya keki. Tunayo matukio machache sana kwenye meza ya keki, na kuna baadhi ya makundi ambayo yameainishwa kwa ajili ya kupokea zawadi za keki. Muda wetu si rafiki na umetuacha kabisa. Nitaomba tutalifanya zoezi hili kwa haraka kabisa. Studio, muinue Diana. Setting ya sherehe yetu, tunayo matukio mawili ndani ya siku moja. Kwa hiyo kwa wale ambao wako na zawadi kwa ajili ya tukio la mchana, tafadhali zawadi hizo mtazibakiza kwa ajili ya tukio la mchana. Lakini wale wenye wako na zawadi kwa ajili ya tukio la asubuhi, basi muda wake ndio utakuwa ni huu hapa, na tunazo dakika zisizopungua 15 kumaliza zoezi zima. Kwa hiyo tafadhali sikiliza kwa makini, ukitajwa mambo yanakwenda vizuri. Diana, nisaidie. Asante sana
Ninaomba atakapokuja kwenye meza ya wazazi, tutatoa neno na kumkabidhi zawadi. Nitaomba msemaji aliyeandaliwa atatoa neno, alafu na kumkabidhi zawadi zake zilizopo ili kukomboa wakati. Wale writers tunazomaliana pamoja na familia kwa ujumla. Asante sana studio, tunaweza kupunguza kidogo. Niombe neno kutoka kwa familia, yule msemaji aliandaliwa kwa ajili ya familia. Neno japo fupi, alafu kisha tumkabidhi zawadi zetu zilizopo kutoka kwa familia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nichukue nafasi hii kwa niaba ya familia ya Mr. Edwin Dolopangiza, nichukue nafasi hii kumshukuru Mungu sana ambaye ameturuhusu kila mmoja wetu kufika hapa kwa ajili ya jambo hili. Wapendwa, katika Mwanzo ile sura ya 24 mstari ule wa 57 na 58, aliitwa Rebeka akaulizwa, je, utakwenda na watu hawa? Rebeka akajibu, ndiyo, nitakwenda. Haya ni maneno ambayo Diana pia tulimuuliza, na akasema ndiyo, nitakwenda kwa familia ya Mtasa. Na nipende kuwakaribisha familia ya Emmanuel Mtasa katika familia yetu hii ya Edwin na Patricia. Mtoto wetu tumemlea vizuri katika neno la Mungu. Ninaamini mtafurahi. Basi pamoja na maneno haya, mwanangu Diana, mimi nipende kukushukuru sana kwa sababu umetuheshimisha familia, nasi pamoja na kukushukuru kwa sababu umetunza ushuhuda, lakini umevumilia. Sisi tuliona bado uko mdogo, lakini maadamu umesema nitakwenda, hatuna sababu ya kusema hapana, baki kidogo. Tunakuruhusu uende kwa amani. Pamoja na hayo, sasa tunaachilia zawadi zetu tulizo nazo. Sasa tumpe zawadi zetu, apokee zawadi zake. Mungu awabariki. Mungu akikusaidia kusogeza zawadi zako. Wakati Diana anakuja hapa, nitaomba taratibu kuwanyanyua wachungaji wake na Diana. Nitaanza na mtumishi wa Mungu na namwomba mtumishi wa Mungu pia mchungaji Priska John, na kwa nafasi ya upendeleo nitaomba pia kukabidhi zawadi ya mchungaji Hawa ya kwako pamoja na mchungaji Hawa pia. Karibu sana kwa ajili ya zawadi ya keki. Tutampatia pili, lakini kwa uwakilishi ni mwombe mtumishi wa Mungu mchungaji Steven aje achukue keki kwa niaba ya wachungaji wote wa Rema Tanzania. Keki ya wachungaji wa Rema Tanzania, kutokana na muda tulio nao. Mchungaji Steven, karibu sana. Keki ya wachungaji wa Rema Tanzania. Pastor Godfrey Malima, karibu kwa ajili ya zawadi ya wachungaji wote na walezi wa Betania. Karibu pate kuwakilisha Pastor Godfrey Malima, zawadi ya wachungaji wote na walezi wa Betania. Wachungaji na walezi wote wa Betania. Mwakilishi kutoka Betania KCH, Betania Primary na Secondary School. Niombe mwakilishi wa Betania Family kwa ajili ya zawadi ya Betania. Faraja
Group, Betania Family, vijana wa Rema Miembeni, vijana wa baada ya Betania Family, Rema Miembeni, vijana wa Rema Miembeni, wainjilisti wa Rema Miembeni, wainjilisti wa Rema Miembeni, wainjilisti wa Rema Miembeni, lakini pia tutamalizia na kamati wainjilisti. Hao ni vijana, asanteni sana vijana. Keki ya wainjilisti, alafu tutamaliza na keki ya kamati. Wanakamati tafadhali, kwa nafasi ya upendeleo kabisa, niombe wanakamati ambao wako karibu angalau 5 waje kuwakilisha, wakiongozwa na mwenyekiti. Wanakamati waliopo karibu tafadhali usogee hapa kwa ajili ya kuchukua keki ya kamati. Asanteni sana, barikiwe sana. Asanteni sana, barikiwe. Bwana Yesu apewe sifa sana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Asante sana. Malizia shughuli hii. Diana, nisaidia, mnaweza mkarudi nyuma kidogo. Naweza mkarudi nyuma kidogo. Sijatoa maelekezo mengine, naomba ulitoe tafadhali. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Sasa nipende kumshukuru sana Mungu kwa ajili yako wewe ambaye umejitoa kwa namna yoyote ile, kwa mchango wako, kwa muda wako, kwa nguvu zako, kwa kila kitu ulichokifanya. Mungu wa mbinguni akubariki sana, lakini pia akuzidishie popote pale ulipotoa, akazidishe maradufu. Mungu wa mbinguni awabariki sana kwa kuwa pamoja na sisi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Basi ninaomba nieleweke namna hii. Kuna watu ambao wako na zawadi kwa ajili ya Diana. Amen. Naomba zawadi hizo tuzihifadhi kwa ajili ya tukio la mchana. Tutakuwa na muda mzuri baada ya ibada. Tunafanya hivi kwa kuheshimu ratiba ya ibada ambayo saa 6 kamili kwa utaratibu wa kanisa hili ibada itakuwa inaanza. Kwa hiyo wale wote tuko na zawadi kwa ajili ya Diana, kuanzia saa 8 tutakuwa na muda mzuri wa kujiachia. Lakini kwa nafasi moja ya upendeleo, naomba niwakaribishe mashangazi kwa ajili ya kuleta shera. Mashangazi, karibuni sana kwa ajili ya kuleta shera. Alafu mwenyekiti wa kamati ya maandalizi utakuwa unajiandaa ili kufunga nafasi nzuri na muda mzuri mara baada ya ibada. Mambo mazuri yanaendelea mpaka jioni saa 12. Kwa hiyo karibuni sana, na hili ni kanisa la Rema Outreach. Studio saidia kuwasogeza mashangazi wanapokuja. Wapi makofi kwa mashangazi tafadhali? Makofi kwao. Aha. Wasindikize kwa makofi taratibu. Wale watu wanaokuja kuwasaidia mashangazi. Asanteni sana. Barikiwa sana. Ninaomba tumsaidie shangazi hapa tafadhali. Haya,
Asante sana. Asante sana studio. Asante sana studio. Kila mmoja hapo ulipo, tafadhali tujinyenyekeze, tumshukuru Mungu. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, tunakushukuru kwa ajili ya wema wako na fadhili zako. Asante kwa ajili ya nafasi uliyotupatia katika sherehe hii ya kumpongeza binti yetu. Tunakushukuru kwa sababu wema na fadhili zako vitaambatana naye katika safari mpya anayoiendea katika maisha ya ndoa. Tunakutukuza na tunakushukuru kwamba utaendelea kutupa muda mzuri hata tutakapomaliza sherehe zote mbili kwa utukufu wa jina lako. Asante kwa maana ni mwema na mwaminifu. Ni katika jina la Kristo Yesu Bwana tunaomba na kuamini, na watu wote waseme amen. Watu wote waseme amen. Basi unaponyanyuka, tafadhali kiti kiache hapo. Kanisani kuna viti vime